Kama ukiruka unaruka tu, lakini unaonekana devil. Bwana unaruka tu. Bwana pesa. Maana tunataka mijitu iliyojaa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana pesa. Wanaotingisha ufalme wa kuzimu kwa kuiba, kwa kufanya na Mungu. Ufalme wa mbinguni unatingishika, unakutafuta wewe, ndio adui. Sio unakupatia, unalala unakuwa fofu kabisa. Maana nasema wale wenye ufahamu mambo ya rohoni wanajua zaidi ni muda wa giza. Ni saa 8 usiku saa hizi, si muda wa kulala usingizi. Amina. Tunazungumza kulala usingizi, si saa 8 ya usiku. Saa 8 ya giza ndio saa hizi, ni siku za mwisho. Ukilala sana utajikuta umeshachukuliwa, upo kabisa bondeni kabisa. Kuna habari huku unatembea. Ibilisi atakubeba, anaenda kukutumia anavyotaka kukutumia, ndio saa hizi. Amina. Amina. Bwana Yesu. Naomba changamka. Naomba changamka, Mungu akufufue ufahamu. Wajua mwingine anasema akisoma mambo ya dunia hii ndio tayari ameshamfahamu Mungu. Kwamba akisoma mambo ya dunia hii basi anamshinda shetani. Nani alikwambia shetani anashindwa kwa mambo ya dunia? Bwana Yesu. Unaweza ukasoma mpaka ukafikia vipi nini, lakini ukafanya vitu hata tukiona kwa macho yetu tunajua ni kosa, lakini ujue. Watu tuliofikia mambo ya kawaida dunia tukakuzashangaa. Hivi wewe na unafanya hivi, kwa nini usibadilike? Ulimwengu unapotea kwa sababu ufahamu kisha pigwa na shetani. Anaweza mtu akafanya lolote bila kujua, na ukimfundisha asielewe. Bwana Yesu. Amina. Wewe unafikiri kwa nini dunia imeharibika? Ufahamu wa kimungu ukishazibwa hata ulete visu. Amina. Bwana Yesu. Hata useme ukibaka tutakuua, watabaka. Amina. Hata useme wale wanaozini tutawaua nini, utashangaa wapo, kwa sababu akili zikishazibwa wanaendeshwa na kuzimu kama kutu. Pamoja na elimu yako, pamoja na ufahamu. Ndio maana unasema hivi, kama ni ustaarabu upo sawa, kama ni mafundisho yako sawa, kama neno halipo ni kazi kubwa. Ndio maana sema anakasema hivi. Sema analisema hivi. Alikuwa ni mtaalamu mkubwa. Bwana Yesu. Amen. Alikuwa ni mtaalamu mkubwa enzi hizo, na ndio aliyegundua mambo mengi. Kama ndio mnaitwa filosofia nini wale, ndio aliyekuwa mwenyewe enzi hizo. Na maandishi aliandika mengi ya kufundisha watu. Na alioa wanawake wengi. Na alifanya starehe nyingi. Na alisimamia wasomi wengi. Lakini akasema yote hayo ni kama nimejilisha upepo. Chimo alijai. Bwana Yesu. Ukitaka ujaze moyo, mjaze Mungu. Hapo ndio ufanye. Maana Mungu amekusudia wewe. Ukimjaza Mungu moyoni mwako, hata hicho unachokifanya huwa kinabarikiwa. Mungu anaweza akakibariki. Mungu anaweza akakubariki kutumia hicho ukafundisha wengine. Lakini kwa kufundisha kwa ufahamu wa kawaida, dunia haifiki. Amina. Bwana Yesu. Amina. Yaani ikifikia Ibilisi akiingia kama Sodoma na Gomora, itashangaa kila mtu anamlaumu mwingine. Maana anasema, kuna Biblia inasema rushwa hupofusha macho. Unafahamu maandishi hapo? Rushwa hupofusha macho. Kama hakuna, yaani ni kama wote hapa tupo hivi. Hakuna anayeona. Inakuwa ni kindumbwendumbwe. Hawakumsema mwingine, utasemana kwa sababu wote ni vipofu. Ni kama vile unamuongoza kipofu na kuongoza ili mtumbukie wote kwenye shimo. Ufahamu wa kimungu ndio unaookoa dunia. Upendo ukiwepo duniani, hata ukuwe na kitu kigote utamhurumia mwingine. Amina. Bwana Yesu. Upendo hubeba vitu vyote. Upendo huvumilia. Upendo haujikubali, yani umeandika mambo ni wa kiasi. Kama upendo ukiondoka, unaweza ukafanya vitu vya maajabu. Ibilisi akakuziba akakufundisha,
ukajua mwanamume ni mwanamke. Hivi unajua, unaelewa wewe? Mtu anaweza akajua mwanamke ana macho haya, lakini akajua mwanaume ndio mwanamke, kama ilivyokuwa Sodoma na Gomora. Na anasema siku hizo zitakapokuwa kama Sodoma na Gomora, ndipo changamkeni. Naomba usimame. Naomba sana